Akisema kwamba kunguru wana tabia kubeba vitu vyenye uchafu au vimelea na wakati mwingine hata vitu vyenye moto. Hali hii inaweza kusababisha majanga ya moto au kusambaza maradhi katika maeneo ya makazi. Sekta ya utalii pia imeathirika na kuwapo kwa idadi kubwa ya kunguru hao, hasa katika maeneo ya hoteli na fukwe zinazotembelewa na watalii. Basi ukurasa wa pili umeandika taarifa hiyo kiundani zaidi. Bwana, ni kweli kwa sababu siku ya jana serikali ya Zanzibar imesema kwamba inaendelea kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha kwamba ongezeko la ndege adui aina ya kunguru wa India ambao sasa wamekuwa ni kero kubwa sana kwa jamii na kusababisha athari katika kilimo, mazingira na baadhi ya shughuli za kiuchumi ambazo watu wanazifanya kule visiwani Zanzibar. Sasa siku ya jana akizungumza na waandishi wa habari kuhusu mafanikio ya siku 100 za uongozi wa Rais wa Zanzibar ndugu Hussein Ali Mwinyi katika kipindi chake cha pili, Waziri wa Kilimo, Maliasili, Umwagiliaji na Mifugo ndugu Suleiman Masudi yeye amesema serikali inaendesha mradi wa miaka 10 unaolenga kudhibiti na kupunguza idadi ya ndege hao. Amesema kwa sasa kunguru wa India wanakadiriwa kufikia takribani milioni 1.7 visiwani humo, idadi ambayo imeongezeka kwa kasi na hii kutoka kunguru wachache waliowahi kuletwa Zanzibar miaka iliyopita. Sasa kwa mujibu wa waziri huyo amesema kwamba serikali imetenga shilingi bilioni 1.8 kila mwaka kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huo unaohusisha matumizi ya mitego maalum ya kuwanasa na kuwadhibiti kunguru hao. Lakini pia ndugu Masudi amesema hadi sasa wizara imefanikiwa kuteketeza kunguru zaidi ya 13,000 kupitia mitego 9 iliyowekwa katika maeneo mbalimbali, na huku lengo likiwa ni kuongeza mitego hiyo hadi kufikia 100 ili kupunguza zaidi idadi ya ndege hao. Ameongeza kwamba kunguru hao husababisha madhara mengi yakiwemo kushambulia mazao, kuua vifaranga vya kuku na ndege wengine, lakini pia kuharibu mazingira ya wafanyabiashara pamoja na kusababisha magonjwa kutokana na tabia yao ya kubeba takataka na vitu vyenye vimelea. Hata hivyo, amesema lengo la serikali ni kuangamiza kabisa kunguru hao, bali kupunguza idadi yao na ili kudhibiti athari ambazo zinaweza kusababishwa, na huku akisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa taasisi mbalimbali pamoja na jamii katika kukabiliana na tatizo kama hilo. Bwana, si sehemu hiyo tu, lakini pia unaweza ukagundua kwamba sehemu nyingi sana kunguru imekuwa ni changamoto kabisa, hususan pia katika majumba. Unajua sehemu nyingine ukiwa umeweka sabuni za mche wanapita nazo. Yaani sio sabuni tu, hata sufuria, yaani kama umetoa vyombo huwa unaoshia vyombo nje. Umetoa nje pale yaani ukizubaa kidogo tu amenyanyuka na sufuria. Mara vijiko anabeba. Au unaweza ukakaa hivi ukashangaa kunguru amekuja ametoa kwenye mti wa uwanjani kwako, akaanza kudondosha vijiko. Sasa unajiuliza huyu kunguru amevitoa wapi? Lakini wapo kunguru wengine ambao wanapakua mpaka kwenye maroba ya taka huko. Na unashangaa wanakuja mtaani wanadondosha zile diapers za watoto ambazo tayari zimetumika, taulo za kike ambazo zimeshatumika, kwa hiyo wamezibeba huko kwenye madapo ya taka na tayari wanaenda wanazitupa mtaani. Sasa tunaweza kuona madhara ambayo yanaweza yakajitokeza. Lakini kunguru sasa hivi bwana wamekuwa wakali kweli kweli, kwa sababu kuna mtu mmoja kuna siku alikuwa anatueleza, anakuambia kunguru sasa hivi kama wametumwa, yaani huwezi kuamini, nilibeba sufuria ya nyama kunguru akawa ananikimbiza.